unapokumbuka umauti, wewe utajua kwamba ni maiti mtarajiwa na utajiandaa, kwa maana ya kuwa ikumbukeni hii safari. Kila mmoja kati yetu lazima aupite huu mlango. Almautu babun kullu minna dakhiluha. Mauti ni mlango ambao kila mmoja atauingia. Utakapokumbuka utajiandaa, na utakapojiandaa basi ya kujiandaa si mengineyo ni kuyafanya yale anayoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala nini? La kwanza, baada ya kuthibiti na kuhakikisha kwamba wewe unamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshirikisha kitu chochote, hakikisha wewe unafungamanisha na ibada ya swala 5. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Jambo la kwanza atakalo hesabiwa kwalo mja siku ya kiyama ni swala. Ikikutwa swala imetimia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kupitisha matendo mengine yote. Ikikutwa swala haijakaa vizuri na makosa, Mtume sallallahu alayhi anasema, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wake, undhuru ila sunani, hebu tizameni katika ibada zake za sunna za swala. Zikuta ibada za sunna zipo zinaunganishwa na swala za fardhi, kisha huyo mja anaenda analipwa. Lakini ikikutwa swala haipo, hata chochote hakuna, huyu hakuna kitakachotazamwa, ni kuingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna yeyote anayeweza kuvumilia. Ikiwa mtu wa chini kabisa ambaye ana adhabu ya chini, mja huyu tudau tahta qadamaihi jamarataini minan nar fataghli bihi dimahuhu min shiddati harri nari jahannam. Kunawekwa kwenye nyayo mbili makaa mawili ya moto, kwa ukali wa moto wa jahannam. Anaungua huyo mtu mpaka hadi ubongo wake unatokota na unatoa mchemko kiasi ambacho ameungua mwili mzima kwa ukali wa moto wa jahannam. Huyu ni mtu aliyo chini katika adhabu zote za akhera. Sasa fama balu man wudi'a tahta qari nari jahannam, ni vipi yule aliyewekwa chini ya moto wa jahannam? Bila shaka huyu atakuwa ni mja ambaye amepata adhabu yenye kuumiza. Zipo aina mbalimbali za adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala alizozitaja. Miongoni mwazo, mja huyu fa ummuhu hawiya, atakuwa ni mwenye kuswekwa katika moto kwa kutangulizwa kichwa chake, au makazi yake atakuwa katika moto wa hawiya, narun hamia, ni moto uwakao. Na zipo adhabu nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo watapewa maji ya mausaha yao waweze kuyanywa, na ile hali wakiyanywa yanakuwa ni yenye kuunguza matumbo yao. Wapo ambao watapewa miti ya majani ya miba ya moto wa jahannam, wanakuwa hawawezi kumeza wala hawawezi kutema. Ni adhabu ya aina yake ambayo hakuna yeyote anaweza kustahamili. Ni ashad al-adhab, ni adhabu, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna akhdhahu alimun shadid. Hakika adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala ni ngumu na ni zenye kuumiza. Tujiandae kwa ajili ya kifo. Kila mmoja, mimi na wewe, ni maiti watarajiwa. Hatujui lahadha gani, sekunde gani, dakika gani, sehemu gani mauti unakuja ghafla pasipo kujua. Hakuna taarifa, hakuna saini, hakuna alama, wala hakuna chochote utakachokiota. Hata ndoto huwezi kaota, wala hata fikira huwezi kufikiria. Utaendelea na mipango yako hiyo unayoipanga. Maisha yako hayo unayoyaendesha na namna ile uliyokuwa nayo na stahili. Hakuna mabadiliko. Kubadilika ni kuanza sasa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwabadilishia watu yaliyopo katika mioyo yao mpaka wao waanze kubadilika. Kubadilika kunaanza kwetu sisi. Tukibadilika, Allah subhanahu wa ta'ala anatubadilishia.